Asante kwa ajili ya neema yako na siku nzima ya leo. Bwana, katika ibada ya mfanano na hii tangu tulipoachana mwaka uliopita, na kwa sababu hiyo tunakushukuru kwa ajili ya mwaka mwingine. Pokea sifa na utukufu. Asante kwa ajili ya yote ambayo Bwana umetutendea kwa mwaka mzima. Lakini Mungu, tumekutana kwako. Tunaomba utufundishe, utuelekeze, utupe mwanga na nguvu ya kutembea katika msimu mzima wa Kwaresma. Utupe maelekezo ya namna ya kufanya katika muda huu wote. Baba, ni neema yako na upendo wako na nguvu zako. Limidiwe na kutukuzwa jina lako, kwa kuwa Mungu ulitupenda kwanza. Nasi Mungu tunarudisha pendo hilo, tukisema Mungu tunakupenda pia, tukionyesha kwa vitendo, katika jina la Yesu Kristo uliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Naomba tusome kitabu cha Nabii Yoeli. Kitabu cha Nabii Yoeli mlango wa 2. Tutasoma mlango wa 2 kutoka kitabu cha Nabii Yoeli, na mstari tumepewa 15 mpaka wa 20. Tumepewa kusoma kuanzia mstari wa 15, Yoeli 2:15 mpaka 20. Neno la Mungu linasomeka hivi: Pigeni tarumbeta katika Sayuni, takaseni saumu, kusanyeni kusanyiko kuu, kusanyeni watu, litakaseni kusanyiko, kusanyeni wazee, kusanyeni watoto na hao wanyonyao maziwa. Bwana harusi na atoke chumbani mwake, na bibi harusi katika hema yake. Na hao makuhani wa hudumu wa Bwana na walie na waseme, uachilie watu wako, e Bwana, wala usiutoe urithi wako upate aibu, hata mataifa watawale juu yao. Kwani waseme kati ya watu, yuko wapi Mungu wao? Hapo ndipo Bwana alipoona wivu kwa ajili ya nchi yake, akawahurumia watu wake. Bwana akajibu akawaambia watu wake, tazameni, nitawaletea nafaka na divai na mafuta, nanyi mtashiba katika vitu hivyo, au kwa vitu hivyo, wala sitawafanya tena kuwa aibu kati ya mataifa. Lakini jeshi lililotoka kaskazini nitaliondolea mbali nanyi, nami nitalifukuza mpaka nchi ya ukame na ukiwa. Sehemu yake iliyo mbele itaingia katika bahari ya mashariki, na sehemu yake iliyo nyuma itaingia katika bahari ya magharibi, na uvundo wake utapanda juu, na harufu yake mbaya itapanda juu, kwa sababu ametenda mambo makubwa. Amen. Naomba upate nafasi ya kukaa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Leo sitafundisha kama pengine nilivyo au pengine umezoea kunisikia, kwa sababu mara nyingi huwa nafundisha, na kuna namna wale ambao umepata nafasi ya kufuatilia tofauti ya mafundisho na mahubiri mnajua tofauti yake, lakini leo zaidi nitahubiri. Bwana Yesu asifiwe. Jumatano ya Majivu ni siku ambayo ni ya kwanza katika msimu au mfungo huu wa Kwaresma au adhimisho hili la Kwaresma, ambalo kwa wafuatiliaji wa lugha utagundua kwamba hili neno Kwaresma ndio linamaanisha 40, lakini kwenye vile vitabu vya mabudu vile ambavyo tulikuwa tunatumia, kwa mfano kwenye zile antifoni tulizokuwa tunatumia za wiki zilizopita, kulikuwa kuna maneno yameandikwa mle.
Kwa mfano ya wiki ile iliyopita, kuna ile ilikuwa inasema hizi hapa kwenye ukurasa 284 kwenye vile vitabu vidogo, kuna maneno yameandika Septuagesima, alafu inakuja Sexagesima, alafu inakuja Quadragesima kwenye vile vitabu vya antifoni, kwa maana ya vitabu vya Tamabudu, ukurasa 284, ile antifoni ambayo tulikuwa tunaimba ya Bwana ndiwe genge langu. Sasa haya ni maneno ambayo yameandikwa katika lugha ya Kilatini, ambalo yalikuwa yamewekwa katika maana ya hesabu. Kwa mfano, inaelezwa kwamba hii Septuagesima ni almost siku 70, inamaanisha siku 70. Sasa siku 70 kabla ya nini au baada ya nini ni swala la wewe. Lakini Sexagesima ilikuwa inamaanisha siku 50, yani siku 50 au zinazokaribiana na 50. Inaweza ikawa kwenye 40 na au 50 na hapo katikati. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia hii Quadragesima, maneno ya Kilatini haya, ilikuwa inamaanisha 50. Sasa leo tunapokuja hapa tunazungumza Kwaresma. Inatokana na haya ambayo tumetoka huko. Sasa Kwaresma ndio inamaanisha 40. 40 zipi? 40 zinazoanzia leo mpaka tutakapofikia kwenye Ijumaa Kuu, ambapo hapo unahesabia siku zote za wiki ukiacha siku ya Jumapili. Kwa hiyo ukihesabu vizuri hapo utagundua kwamba ni siku 40 kutoka leo mpaka siku ya Pasaka ambayo tutakuwa tunaifikia. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa sababu hiyo basi ujue kwamba Jumatano ya Majivu ni mwanzo wa majira haya. Na kiukweli kama una mpango wa kupokea vitu vikubwa katika msimu huu wa Kwaresma, ni vizuri sana kuanza nayo ili jambo hapa. Na mimi nawapongeza sana wale ambao wamepata nafasi ya kushiriki hii ibada, kwa sababu hapa ndipo unapata nguvu ya kuanzia hii safari ya siku 40. Sio safari nyepesi, hasa kwa sababu ina majaribu mengi. Najua kufunga sio jambo rahisi, lakini pia kufunga linaambatana kusudi, lakini pia ndani yake kuna majaribu mengi. Unafahamu wakati ambao Musa amefunga zile siku 40, amepanda mlimani, miongoni mwa majaribu ambayo alikutana nayo ni hasira, na lilimgharimu kweli. Lakini hata Yesu wakati amefunga zile siku 40 pia alikutana na jaribu. Kwa hiyo sikwambii kwamba ni siku nyepesi, siku nzuri, siku za amani. Ni kweli kwa maana ya mtaani kunakuwa na amani, kwa sababu kwanza watu wengi wanakuwa wamefunga, hata kama kuna wengine wanaigiza. Maana waigizaji kwenye safari kama hii wapo tu kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Lakini leo naweza nikakudokeza kidogo kwa maana ya halisi ya kufunga. Tumepewa kwa tafakari ujumbe unaosema larueni mioyo yenu. Larueni mioyo yenu. Ndio ujumbe mkuu ambao tumepewa kutafakari katika wiki hii, na wiki ijayo tutaanza tafakari nyingine, lakini itakuwa inahusiana na hayo yanayohusiana na larueni mioyo yenu. Sasa hilo neno limeandikwa kwenye ule mstari wa 13 pale kwenye hii Yoeli, lakini ngoja nianzie 12. Yoeli 2:12 pale anasema hivi: lakini hata sasa asema Bwana, nirudieni mimi kwa mioyo yenu yote, na kwa kufunga na kwa kulia na kwa kuomboleza, larueni mioyo yenu. Hapo ndio nilikuwa napataka. Anasema nirudieni mimi. Ameeleza hizo mbinu za kumrudia. Ya kwanza anasema unapomrudia mrudie kwa moyo wote, lakini unamrudia kwa namna gani? Kwanza kwa kufunga. Hebu mwambie mwenzako kwa kufunga. Kwa hiyo kimojawapo au njia mojawapo ya kumrudia Mungu ni kwa njia ya kufanyaje? Kufunga. Lakini ya pili anasema kwa kulia. Lakini ya tatu anasema na kwa kuomboleza. Sasa wafuatiliaji wa mambo wanajua kuna tofauti ya kulia na kuomboleza. Mara nyingi kulia kidogo kunaweza kukaa kuna sauti, lakini mtu aliyefikia hatua ya kuomboleza mara nyingine hata sauti haisikiki. Yaani ana sijui ni kilugha sahihi. Kuna jamaa mmoja amewahi kuimba ngumuta, mwahi kusikia huyo ngumuta. Yaani kuna kungumuta, yaani kunguruma tu, hautoi sauti. Sasa yule yeye aliyeimba ule wimbo ulikuwa unahusu habari ya ni Mkinga yule jamaa aliimba wimbo unasema ngumuta, ngumuta, ngumuta wiva upina. Jamani wa Kinga nisaidie tafsiri yake. Upina ni kufanyaje? Ni kitu gani hiyo? Ni hali gani hiyo? Ukiwa, si ndio? Sasa kati ya jambo mojawapo nisije nikasahau kukwambia hapa,
kati ya jambo mojawapo la kufanya msimu huu ni kuwasaidia hao wakiwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu kiukweli wamefikia hatua wanaomboleza, wanaumia kwa sababu ya hali na mazingira wanayopitia. Kwa jambo mojawapo muhimu usije ukasahau kwenye msimu huu ni kutoa sadaka yako kwa ajili ya kuwasaidia watu wenye uhitaji, wakiwemo yatima, wakiwepo wajane, wakiwemo watu wakiwa waliofiwa kwa namna moja au nyingine, au wameondokewa na wapendo wao, ama wanapitia majonzi ya namna fulani, wengine ni wagonjwa. Kwa hiyo hao hakikisha unawagusa kwenye msimu huu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ni jambo muhimu sana. Sasa hiyo ya nimekuta imenileta kwenye habari nilipokuwa nazungumzia mambo ya kuomboleza. Lakini anasema sasa rarueni mioyo yenu. 13 pale anasema rarueni mioyo yenu. Nasisitiza hapa. Anasema wala si mavazi yenu. Sasa katika msingi wa Agano la Kale, pamoja na kwamba hii mistari tulisoma, kuliwekwa utaratibu wa kwamba huyu mtu akikosea au ikitokea taifa limemkosea Mungu, kuna namna za kutubu, ikiwemo namna mojawapo ni kulalua mavazi. Sasa kulalua ni kama kuchanachana mavazi. Bwana Yesu asifiwe. Mavazi haya ya nje kuchanachana. Alafu ya pili, ukiacha kuchanachana wengine, sasa ukishayachana unaweza ukaondoka nayo ukiwa umevaa vile vile yamechanika chanika, na mtu akijua anajua huyu ndugu ametenda dhambi, lakini wakati huu anatubu. Lakini cha pili kingine ambacho alikuwa anakifanya, anaweza akachanachana mavazi. Sasa badala ya kuvaa mavazi masafi alikuwa anavaa magunia. Ukisoma rejea nyingi kwenye Agano la Kale iko namna hiyo. Lakini cha tatu walichokuwa anakifanya kama sehemu ya ishara kwamba huyu mtu anatubu na amekiri kukosea hili jambo, walikuwa wanakaa juu ya majivu, wanajigalagaza kwenye majivu. Yaani kuna sehemu kuna majivu yako, mtu anakaa pale kwa muda mpaka ile toba inaisha. Sasa hiyo ndio ilikuwa mfumo wa namna ya kuadhimisha au kukubali kwamba umekosea. Sasa hapa anasema lalueni mioyo yenu, sio mavazi yenu. Lalueni mioyo yenu, sio kuvaa magunia. Lalueni mioyo yenu, sio kukaa kwenye majivu. Na ndio hapa nataka niwasaidie hasa wale wachanga kiimani na pengine hawafahamu kanisa kwa maana ya msingi ambao tunasimamia Walutheri, ni kwamba hatupaki majivu kwa maana ya usoni kama hapo usitarajie nitakuja nikupake majivu. Hatupaki kwa sababu tunachokizingatia ni kuralua moyo na sio mavazi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Nilichotaka ni unielewe hicho kwamba tunachokitazama zaidi ni jambo la ndani, sio la nje. Ni jambo la ndani, sio la nje. Ungekuwa watoto hawapo hapo ningesema neno ambalo Paulo alikuwa anazungumza habari za jambo linalofanyika kwa ndani na kwa nje. Lakini niishie hapa kwamba kinachoangaliwa zaidi ni nia yako ya ndani. Hata kwenye kufunga sio swala la tuone kwamba huyu jamaa mdomo kamekauka na huzuni sana. Tu kwa ndani, na hiyo itakuwa ni judgment au ni swala la wewe na Mungu na sio wewe na watu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hapa hatutakuuliza kama leo umefunga au hujafunga, kwa sababu sio hoja yetu na sio kazi yetu. Tutakupa mwaliko kwamba ikiwezekana funga, au tutatoa mwaliko kama kanisa kwamba jamani, kama kanisa ama kama kikundi cha maombi ama kama kwaya ama kama usharika, tuna maombi maalum ambayo tungetamani kwa pamoja siku ya Jumatano kwa mfano kama ni leo tuweze kufunga. Lakini kama ni maamuzi yanabaki tena kuwa ni maamuzi ya kwako, na hatutakuoji kwamba mbona wewe hujafunga. Ni swali la kwako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo haitajalisha kwa nje umefunga au kwa ndani, kwa nje umefunga au hujafunga, ila swala ni ndani yako. Je, umefunga? Sasa utaniuliza, tumishi, kufunga kwa ndani ndio kufanyaje? Mungu anisaidie kama inawezekana nisome mistari michache alafu nikufundishe kitu hapa. Isaya 58. Kimoja ya rejea muhimu sana hasa unapotaka kufunga. Isaya 58 mstari wa 6. Tutasema pale kwa haraka kwa sababu ni kati ya mambo ambayo tunayafahamu wengi. Isaya 58 mstari wa 6 anasema hivi. Kwanza kabla ya hapo nifafanue muhtasari wa huu mlango. Nitazame usoni. Mungu aliona kwenye lile eneo watu wanafunga, lakini akaangalia ile saumu wanayotumia akaona kama sio sawa na nilivyoagiza. Sasa ndio anakuja kwenye mstari wa 6 anauliza hili swali, anasema hivi, je,
saumu niliyoichagua sio ya namna hii? Maana yake sio kila kufunga kunakubalika, ila kupo ambako kumechaguliwa. Sasa kumechaguliwa na Mungu mwenyewe ambaye ndo anapokea hayo maombi na hiyo saumu kwa ujumla. Saumu ni kufunga, msije mkachanganya. Wengine ili neno linatumika sana hasa upande wa pili. Kwa hiyo mkachanganyikiwa akasema hii kitu kama mpya hii. Ni hiyo ndio kufunga. Bwana Yesu asifiwe. Anasema saumu niliyoichagua sio namna hii. Mstari wa 6 pale anasema kufungua. Sasa anaeleza ili vitu vya kufanya kwenye huo mfungo, na hiyo ndio kufunga kwa ndani. Sasa anasema hivi, kufungua vifungo vya uovu, maana yake kutubu dhambi, kuzilegeza kamba za nira, maana yake kuwa tayari kutoka kwenye vifungo au kwenye tabia fulani fulani. Sasa alimfundisha mchungaji mmoja, alinifurahisha sana alipokuwa anafundisha somo la nira. Naamini wengi mnaifahamu nira. Nira ni kama joki, si ndio? Ambayo sasa alinifurahisha sana yule mtumishi. Akasema hivi, joki mara nyingi wanakuwa ng'ombe wawili au punda wawili. Kwa wale wakulima kama mimi au wale wanaofahamu, kuna ng'ombe tunaita wa mfereji, si ndio? Anakaa kule ndani kulia, sawa, ambao huwa mara nyingi anakuwa mzoefu. Tuko pamoja? Alafu anakuwepo ng'ombe wa nje ambao sisi tumezoea kuita makuruta. Nyinyi mnahitaji hivyo makuruta, yani mgeni, sio mzoefu wa hiyo kazi. Kwa hiyo mara nyingi huyu mgeni akifika pale, akifungwa tu kwanza anaona kitu kipya hapa begani. Kwa hiyo mara anarukaruka, anasumbua, anafanyaje, si ndio? Sasa kwenye mfano wa nira, yule mchungaji alinifurahisha akasema hivi, kibiblia Yesu ndiye ng'ombe ya mferejini, alafu wewe ndio makuruta unayekaa hapa nje. Kwa hiyo huyu mzoefu ndo anakuongoza njia kwamba bwana, tunapita kwenye mstari huu, na kama huyu anayetuongoza anasema kom, maana yake komoka, unarudi, si ndio? Akisema nyosha, unanyosha. Akisema simama, unasimama. Kwa sababu wale wafugaji kama mimi tunajua unaweza ukapiga namna fulani ya mruzi inasimama, alafu kuna mruzi mwingine ukipiga anaongeza mwendo. Hiyo ni namna tu ya kuwasiliana na mifugo. Sasa nataka nitumie hiyo picha kukuleta kwenye habari za nira. Anaposema kwamba kufungua vifungo vya nira, unaweza kuwa umefungwa kwenye vifungo vingine. Sasa ukija ukifungwa kwenye kifungo cha Yesu, hiki kifungo cha Yesu kina maelekezo yake ambayo lazima umfuate huyu wa kulia ambaye amevaa joki na wewe umevaa joki moja. Sasa yeye ndo anakuongoza. Mara nyingi hii ndio inakuwa ina nguvu hata kukuvuta. Mara nyingine hata huyu anaweza akalala, mnapiga. Sisi mara nyingine tulikuwa tunachoma hata kuchoma mikia ili amke tu safari iendelee. Kikubwa ni kwamba nachotaka kusema ni kwamba huyu lazima uwe umevaa nira ya Yesu ambaye ndio atakaye aendelea kukuongoza. Na mimi nakuambia jioni ya leo, hakikisha kwenye mfungo huu mzima wa Kwaresma unamvaa Yesu kwenye kila jambo unalofanya. Bwana Yesu asifiwe. Tembea na Yesu kwenye kila jambo, kwa sababu ndio atakuelekeza. Kwa sababu ile ng'ombe ya mferejini ndio ambayo tunaiambia ukiambia komoka, inakomoka, inapogeuka maana yake inaivuta, na hii zinageuka zote kwa pamoja, zinaanza kurudi tena. Kama zimefika sehemu hivyo, na zina namna ya kufundisha. Kuna namna ya kufundisha kwamba hapa kama kuna mti au jembe limenasa kwenye mti au kwenye jiwe, kuna namna ya kusimamisha. Yule mzoefu anasimama, lakini huyu haelewi. Akiona mwenzake amesimama atajifunza tu. Na mimi nakuomba uendelee kujifunza kwa Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Jambo naomba nikuongezee jambo jingine la kufunga hapa. Anasema hivi, hilo la nira tumeshazungumza. Anasema kuacha huru walioonewa. Kuna jamaa zangu wamewafungia watu moyoni. Fungia. Sasa unajua kufungia mtu moyoni ni kama wewe ndo afisa magereza ambayo umemfungia mtu wapi? Moyoni. Sasa unajua afisa magereza inabidi umpatie mtu chakula chake. Sijui kama mnanielewa. Na usipompa chakula uwe na uhakika atakushtaki. Wale mnaofuatilia sasa mnanielewa ninachokisema. Yaani usipompa chakula mtu ambaye umemfunga wewe mwenyewe, uwe na uhakika atakufanyaje? Atakushtaki. Kwa hiyo ukimfungia mtu moyoni kwamba mimi huyu sitamsamehe, ndio ninachotaka kusema. Kwamba huyu mimi tumekosana mpaka kuruga ngurudumu. Haya, utamlisha mpaka kuruga ngurudumu. Kwa sababu niwaambie ni kitu kimoja, hakuna kitu kizuri. Hii si ajabu, nilikuwa Mungu ananisemesha wakati tunaingia kwenye ibada na mtumishi wa Mungu tukiwa upande ule.
ananiambia hakuna vijana au watoto wa zamani tulikuwa tunasema linakaba, yaani hakuna wakati ambao utamfanya mtu likabe kama alikusema vibaya alafu wewe usikwazike kama alivyotarajia. I said linakaba kwa huyu mtu hatari. Sijui kama watu mmenielewa. Yaani hivi mtu alikuwa anakutendea baya akatarajia umfungie kwenye hicho chumba, alafu wewe ukaachilia ukasamehe ukawa una amani zako zote. I said linakaba kwake zaidi. Na ndicho mimi nataka kukuambia jioni ya leo kwamba unapofanya mambo yako hakikisha usimweke mtu moyoni, kwa sababu utalazimika kuwalisha. Yaani wewe ndio utakuwa unakisha chakula huyu mtu anapata mpaka kuruga ngumu. Na kama ni maji hivyo hivyo. Kwa sababu unajua hiyo itatokeaje? Akipita hivi, na wewe unaendelea unamwangalia mpaka anapotelea. Akitokezea moyo umeshtuka tena. Akipendeza sio akifanya Sasa hiyo pressure yote ya nini? Mwachilie. Nipo hapa na kukuambia hakikisha unawaachilia watu ulioweka moyoni mwako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Usiwafungie watu. Msimu huu wenyewe ndio huu mgumu kama nini? Yaani huu msimu kwanza yenye. Sijui nisemeje. Kuna jamaa mmoja alitania akasema na kwa mfano bahati nzuri hii mifungo inataka kuendana. Wengine wanaanza kesho. Sasa kesho kuta kuna mtu atatania atasema watu wote tumefunga. Huyu anayekula ni nani? Anyway, nilichotaka kusema ni kwamba kuna wengine wanaweza kawa wanajinenepea tu hawana shida zao. Lakini wewe kwa sababu umemfungia mtu moyoni, unaanza kuumia tena. Jamani, wewe achilia. Wewe kama ukiweza mbebe Yesu moyoni mwako, awe hapa kama nila safari. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ndio kufunga kwa ndani. Maana yake kwa ndani unafunga, usiruhusu mtu aingie kutoboa moyo wako. Kaa moyo wako wote utawaliwe na Yesu tu peke yake kwenye huu mfungo. Bwana Yesu asifiwe. Okay, nilitaka kuendelea mbele hapo. Anasema na kwamba mvunje kila mila. Hii maana yake unakataa zile tabia mbaya. Okay. Sababu anasema sio kuwagawia wenye njaa chakula chako. Nimeshaeleza habari ya kuwasaidia maskini. Anasema waliotupwa maskini waliotupwa nje nyumbani mwako, umuonapo mtu aliye uchi umvike nguo. Mojawapo ya njia ni kuwasaidia watu nguo. Sio unakuwa na nguo jamani mpaka zinakuwa dekio. Jamani. Enzi hizo sasa Mungu anisaidie. Enzi zamani kidogo nilipita nyumba moja. Nikakuta mtu ameweka dekio. Yaani kama hapo mlangoni ameweka dekio. Nikaangalia ile nguo. Aisee nimebeba bwana. Nilichukua ile nguo nikaenda kuvaa. Unajua wakati huu unapitia hali ngumu sana. Sina kitu. Lakini kuna mtu ameweka nguo imekuwa dekio. Jamani kama unaweza madekio mnunueni madekio. Kama nguo inajiweza mpe mtu. Sawa jamani? Usiruhusu tu jamani nguo inakuwa dekio kweli. Eti shati hadi inadi vifungo dekio. Shati inadi vifungo jamani. Jamani, yani haijataka kiasi cha vifungo kutoka. Nyie waamini. Anyway, nitaka kusema ukiwa na uwezo wowote ule, sio lazima uwe mkubwa. Kidogo kile msaidie mtu mwingine. Kuna watu wengine wanakuja hata ibadani ila ukimwangalia hivi unasema Mungu amsaidie. Sasa hata hilo tu unashindwa. Fanya kwa nafasi yako. Fanya tu kwa nafasi yako. Wengine nisiseme. Bwana Yesu asifiwe. Wasaidie hata nguo tu, chakula, usitupe chakula. Na kanuni nikwambie kitu kimoja. Hii ni siri nyingine ya ajabu, nisikize vizuri. Ikitokea umefunga ile bajeti uliyotakiwa kula ule mchana, sikize vizuri. Yaani kula ule muda ambao umefunga. Ile hela sio ya kwako. Inatakiwa iende ikawasaidie watu. Sijui kama umeelewa. Yaani kwa mfano mimi nikiwa kazini, labda naondoka asubuhi nimepata labda nakunywa chai nikiwa kazini. Nakunywa chai asubuhi labda ya 2000. Alafu labda chakula cha mchana nakula cha 3000. Jumla elfu ngapi? 5000. Alafu hiyo siku nikafunga, maana yake nitakula tu jioni, si ndio? Ni lazima nitafuta hii 5000
ambayo sijaitumia huu mchana, ile 5,000 ndio sadaka yangu, ama kuwasaidia watu chakula, ama kuwanunulia watu nguo, ama kutoa kwenye madhabahu. Sijui kama mmenielewa. Ukitokea umefanya vile, alafu ile 5,000 ukaingiza kwenye bajeti zako za kununua chumvi na sukari, pale ulikuwa unabana tu bajeti. Kusema kweli, hii nasema nikiwa madhabahuni kabisa, kilokole kabisa, pale ulikuwa unabana nini? Bajeti. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu kufunga kuna batana na matoleo. Sasa matoleo unayatoa wapi? Ni kutokana na pale ambapo umejinyima wewe, alafu unawasaidia wengine wenye uhitaji. Nadhani kwenye hiyo kanuni ya utoaji mmenielewa sasa.